na kipindi chetu. Yaani kuletea mtaalamu wetu atuambie stage inayofuata inahusu nini. Usiondoke kwenye runinga yako, utajifunza vitu. Karibu dokta. Asante sana mama. Nashukuru kwa sababu hatua ya kwanza tuliona kwamba mtoto akiwa na mwaka 0 mpaka mwaka 1 na nusu. Yaani mwaka 1 na nusu ni sawa sawa na mwaka 1 na miezi 6 Ndio. Sasa tunaingia stage ya pili. Baba na mama na msikilizaji unayenisikiliza, ni inaitwa anal stage. Hii anal stage mama, inaanzia mtoto akiwa na mwaka 1 na nusu mpaka miaka 3. Japokuwa watoto wengine kama aliyechelewa kidogo anakuwa na miaka 2 mpaka miaka 3 na nusu. Sasa hii stage bwana, ndio yale mambo yetu ya chooni. Wenzangu, matumizi ya choo. Ya choo. Okay. Ina maana wewe sasa na uwezo wa kutembea mwenyewe na kwenda chooni. Sio tunayemtenga kwenye miguu. Sasa hilo swali zuri. Maana kuna ile tunawateka kwenye miguu au tunaweka kwenye poti lao. Hapo umeuliza vizuri. Ni hivi mama. Mtoto anapokuwa kwenye hii hatua, kwanza kabisa tunategemea watoto wengi anakuwa ameshachangamka. Anaweza kutembea. Na watoto wengine kashaanza kuongea baadhi ya maneno, japokuwa sio kwa sentensi nzima, lakini anaweza kuokota maneno kawaelewa. Akataja hapo anataka kufanya nini. Sasa kwenye hii hatua mtoto anapata raha anapopata haja kubwa. Wanasema nini wenyewe watoto wa magari ya njano? Magari ya njano ndio wewe. Kwenda kupuu. Magari ya njano ndio wataka kupuu. Ndio wewe. Yaani wale watoto wanaosoma shule za Kiingereza wale. Ndio ndio magari ya njano. Hawapendi kutumia lile neno letu la Kiswahili sana lile. Magari ya njano kwa maanisha yale. Sasa wale watoto wanaosoma shule za magari ya njano za Kiingereza. Ili ina maana nani school bus zote za njano? Asilimia kubwa. Na kisaikolojia rangi ya njano inachangamsha akili ya mtoto, na ndio maana shule nyingi wanapenda. Watoto wengi sana ukiwawekea vitu wachague, atachagua njano. Kwa hiyo ni favorite color ya watoto wengi. Lakini kimakuzi inakuza akili. Swala la rangi tuliweke pembeni, hiyo ni kipindi kingine, ni mada nyingine. Sasa nimesema hivyo kwa sababu hawapendi kutumia lile neno la Kiswahili. Ndio walichofundishwa. Wao wanasema nataka kupuu. Sasa puu inavotoka anasikia raha. Kwa ile raha imehama. Ndio. Mwanzoni tuliona raha iko wapi? Kwenye nyonyo. Raha iko mdomoni. Si ndio anaponyonya. Na anaipata anaponyonya, ndo anaipata. Sasa hivi raha imehamia anapoenda kupuu. Yaani ile haja kubwa inavotoka, mtoto atasikia raha ya ajabu. Na ndio maana sasa wazazi wengi waende. Hata kama watoto wameshakuwa wakubwa, hebu kumbuka walivyokuwa wadogo. Utashangaa mtoto amepuu hapa, kapuu na pale, kapuu na pale, kapuu na pale, sehemu kama 3-4 hivi. Huyo mtoto mmoja. Kwa sababu anaona raha. Yaani puu inavotoka anasikia raha. Puu inavotoka anasikia raha. Umemnawisha dakika 2, kashapuu kwenye kaptula, kashapuu kwenye pampers. Sasa wakati huo hata pampers wengine hawana. Kwa hiyo ni ile inategemea sasa. Anasambaza kule kwenye pembeni ya nyumba. Kwenye pembeni ya nyumba. Kwa wale wenye pampers sasa unambadilisha pampers dakika inayofuata kapuu tena. Jamani mtoto ajui bei ya pampers imepanda bei. Si unajua wa mama tena. Anagombana naye. Wewe pampers zimepanda bei. Lakini mzazi nataka nimkumbushe kitu. Umri huu ikibidi pampers yawe anatumia mara chache sana kwenye zile sehemu za msingi sana, labda anaenda naye sehemu amelala usiku. Lakini muda mwingi huu muda anatakiwa amfundishe mtoto wake kutumia aidha ni poti au kupuu kwa utaratibu. Mimi nafikiri kwamba kwenye ile eneo sio wakati mwingine. Yaani tunatakiwa ndio, kwa sababu na mimi pia ni mzazi. Najua kama unavyosema unavyomlea ndivyo anavyokuwa. Ndio. Nakumbuka kwamba unavyosema kunakuwa hakuna hiyo choo wala hakuna poti. Nimejifunza tunawatenga watoto kwenye miguu. Unaweka miguu yako kabla mtoto hajaoga. Ndio. Kwa sababu kabla umuogeshe pia unakuta umeshamlisha
umemaliza kumlisha, unamtenga kufanya nini? Unataka kumwogesha. Sasa kabla maka usipomtenga na kunywa kwenye maji. Ndio. Kwa hiyo inabidi sasa unapoanza akimaliza kula sasa unamtenga kwenye miguu. Ndio. Awe maka hajui hapa kwa hajui kuongea. Kumbuka hapa hajui kuongea, hapa na miezi. Yaani ndo pale kana miezi. Yaani kana mwezi au kana nini unakatenga kwenye miguu. Kana mwaka mmoja. Hata kitambo kafikisha mwaka. Sema kwa sababu ya malezi yetu. Ndio hicho sasa. Unaanza naye tangu akiwa na miezi pale kanavyoanza kukaa miezi 6, miezi 7. Yaani unakuta katoto kale ukiangalia mimi nimejifunza. Kale katoto. Yaani wala soko. So yaani unakachuchumalisha kwenye miguu. Ndio. Unakatenga kwa hiyo kanajua sababu hapa kuna kitu unataka kitoke. Kametengenezewa position. Position. Ile position automatically ni shule. Kwa kweli ile ni shule. Ni shule. Asisubiri, yani kwa hiyo unakuta kanakaa pale, kwa hiyo automatically kama katakojoa au katakunya. Kwa sababu gani? Kabla sijamuingiza kwenye maji. Ndio. Kwa sababu kashakuchafulia dishi mara kadhaa, atakojoa maji huyu. Kabla hajachafua maji. Kwa sasa unakuta sasa ndivyo walivyotufundisha sisi wazee wetu. Ndio. Wanakuambia mtenge mtoto. Na unakuta ukishamzoesha kumfanya hivi, hata kama ni usiku ana mkojo, hata kujua kitandani. Lazima ashuke. Lazima atalia. Unajua hajui kuongea, hajui kushuka, atalia. Sasa akilia kwa sababu umemzoesha, utajua mtoto kuna kitu anakitaka. Ukimshoa ukimtenga atakojoa. Hayo malezi. Afadhali mama leo umetupa malezi. Hayo. Yaani haya ndio wale ya kienyeji kabisa, sio haya ya kusema sio ya sasa siku hizi mama. Ya dishi, sijui ya nini, ya sio poti amna. Siku hizi. Hakuna cha kutenga. Siku hizi mtoto ghafla binifu kwenye pampers. Wewe. Ndio maana nikasema hivi, Pampers hizo zinakuwa kwa mtoto anapokuwa bado kachanga. Kachanga pale, kitovu hakijakatika, hakijafanya nini. Lakini kisha kanavyoendelea kana miezi 2 3. Ndio. Kanatengwa kwenye miguu. Mimi nakumbuka ndivyo nilivyowatenga watoto wangu. Ndio. Kwenye miguu. Sina hiyo poti ya kumtengea. Ndio mama. Kwa sababu nayo hizo ni stages unakuwa nazo, unaangalia mazingira yako kama yanakuruhusu. Kwa hiyo unapomweka pale kwenye miguu unashangaa. Kwa hiyo unapomweka kwenye maji hawezi kuchafua maji. Ndio. Unamwacha kwenye beseni lako unamwogesha, mtoto ameshamaliza shughuli yake pale. Umetuongezea mbinu nyingine kwenye malezi leo. Yes. Kwa hiyo unakuta wale sasa sema ndio kama unavyoniambia hao siku hizi, lakini sasa siku hizi mama wanashinda na Pampers tangu amezaliwa. Paka zinawachoma mpaka anafika miaka 5. Oh Lord. Mtoto anapiga Pampers 3. Kwanza ni cost. Sasa mzazi ana hela. Lakini licha ya kuwa na hela ndio sasa tunamharibu huyu mtoto. Ndio maana sasa leo nikasema tukumbushane. Ndio. Wazazi. Tukumbushane kwamba at least, ndio maana nikatumia hilo neno at least. Akifika 1.5 aachane na Pampers. Yaani 1.5 parefu sana. Ni parefu sasa kwa historia hiyo ambayo umetupa ya malezi. Bado ni ndefu. Lakini sasa kwa yule mzazi ambaye labda anasema alikuwa hajaelewa, sijaelewa, unajua niko busy, unajua kufua sana nachoka, na wai kazini, unajua, lakini kwa angalizo tunamkumbusha kwamba leo kama mtoto atafika 1.5 mpaka 3 hajamfundisha issue ya toilet, issue ya chooni. Kwa sababu huyu mtoto jamani miaka 3 anaongea. Anaweza kusema kwamba nataka kwenda chooni. Yote kabisa. Anaongea, kwa lazima ajue kwamba Mavi anataka kutoka. Maki lazima anasikia. Ndio. Kwamba Mavi anataka kwenda kunya. Yes, mimi nataka niongee hiyo Kiswahili ya kwetu kabisa. Ndio. Anasikia anataka kwenda aja. Kama anataka kukojoa au anataka kunya anasikia. Ndio. Kwa hiyo kwa sababu amezoeshwa atasema. Na unatasema mama nya. Mama nya. Kuna maneno anaongea, utajua. Au ndio anapohangaika utajua tu kwamba mtoto kuna kitu anakitaka. Sasa kuna siku moja nikakutana na mama mmoja yuko na mwanae. Mwanae amevaa nguo vizuri tu lakini kachuchumaa. Nikataka kumnyanyua akasema mwache, anakunya. Anakunya amevaa nguo? Haya. Jamani. Anakunya. Nikasema hapana. Siku nikipata nafasi ya kuongea na jamii, lazima niwakumbushe hizi hatua za makuzi. Ili kama anapata ile hisia ya kuchuchumaa, kwa nini asivue? Akanya kwa uhuru. Sasa kwanza si mwenyewe asikiki kinyaa kwamba anakunya kule kwenye nguo, anajipakaza. Serious, hiyo haijakaa sawa. Kwa hiyo sasa ninafikiri kuna umuhimu wa mama mmoja, baba mmoja kujua kwamba kumbe habari ya choo, matumizi ya choo, sisi tumeita matumizi ya choo.
kwa sababu hata kama ni poti lakini si ni choo. Ni choo ndo maana yake. Na hata ile kumeka kwenye miguu ni choo, kwa sababu ni kama ile unaanza kumfundisha kwamba kwenye akili yake kwamba anatakiwa akitaka kunya achuchumae. Asijinyee tu kama amelala hapo anajinyea au kama amekaa tu yani hivyo kwa anajifunza, kwa sababu unapochuchumaa ule uchafu unakuwa kwa ustaarabu. Kwanza hata unamsaidia hata kwenye utumbo wake jinsi ulivyokaa, mfumo wake unakaa vizuri wa uumbaji ulivyoumbwa. Lazima achuchumae ndo asupport. Yes. Kwa sasa mzazi anapaswa asimamie sana swala la matumizi ya choo. Kwa sababu hata ukiniambia mtu anaenda kazini, anapenda kazini na mwacha na mtu. Kwa kama alishajenga yale mafundisho kwa huyu binti anayemwachia wa kazi, anajua ndio atafuatilisha, atafuatilia vile ambavyo mama ameelekeza. Ni kweli. Na hata tunaowaachia watoto pia nao ni watu wazima, sio watoto wadogo vile. Anaweza na ukiangalia hata kwenye jamii pia wale ambao unakuta labda mwingine anamlea mdogo wake, naye anajua namna ya kumtenga mdogo wake. Ni kweli kabisa. Kwa unakuta hata kama wewe haupo, wewe toa elimu. Ile elimu itaendelea kuwepo hata ukiwa haupo. Ndio. Kwa hata na kujitetea kwamba naenda kazini. Hapana. Sasa labda nimwambie mtazamaji anayesikiliza, kama mtoto hajafundishwa kutumia choo vizuri atakuwaje? Labda hiyo sasa madhara yatasababisha mtu nifundishe mwanangu mapema amke usingizini. Kwa kweli, endapo kama mtoto hatafundishwa mapema kutumia choo, atakuja kuwa na tabia zipi akiwa mtu mzima? Kwanza anakuwa, kwa Kiingereza tunasema anakuwa disorganized person. Hana mpangilio kabisa wa ratiba zake, wa vitu vyake. Yaani yeye ni anarusha tu vitu. Kama alivyokuwa anarusha puu zile. Kama alivyokuwa anarusha puu, mara amepuu hapa, kapuu pale, ndo atakuwa anarusha vitu hivyo hivyo. Labda nikurudishe nyuma kidogo daktari. Ina maana huyu mtoto anapopuu kila saa, ina maana alipopuu mara ya kwanza hakumaliza. Sababu hakupata ule utulivu wa kutoa ikaisha, au inatoka wapi hiyo nyingine? Swali zuri. Nimekwambia kwamba wakati mtoto anakuwa anapenda kupata raha. Katika huu umri mtoto raha yake inakuwa ipo kwenye kupuu. Yaani ile haja inavyotoka anasikia raha. Kwa anabana. Asimalize. Ili ajipe tena baadaye. Ili ahame akajipe tena raha. Okay. Umeona? Kwa atapu kidogo itatoka, atasikia raha. Ataenda tena sehemu nyingine, atapu kidogo, atasikia raha. Kwa ndio maana inabidi umsimamie ili apu amalize. Na umuulize umemaliza? Ndio tunaulizaga. Umemaliza ni kunawishe? Kwa kama mzazi atakuwa hayupo makini, ndio ile atakuta puu jikoni, puu chumbani. Mbaya. Kwa madhara yake huyu mtoto akiwa mtu mzima sasa, anakuwa mtu ambaye hana ustaarabu. Mambo yake ni ya kushaga labda. Huyu mbona sio mstaarabu sana? Alafu anakuwa mbea. Ni mtu mropokaji. Anakuwa anaropoka. Yaani anakuwa hawezi kujizuia. Kama ambavyo self control. Unaona kwamba ile kujizuia wakati ule alipokuwa hawezi kujizuia kunya ovyo, inakuja kumuathiri akiwa mtu mzima. Kwamba anakuwa ni mtu wa kuongea ovyo. Mbea. Sasa unashangaa huu mbea umetokea wapi? Kumbe kule kwa sasa kafanya kama shangazi yake. Kumbe wala mna shangazi hapa. Ni ile akuelekezwa vema. Kwa hiyo tunaposema mzazi asimamie hatua vizuri, ni ili sasa kumzuia mtoto wake asije kuwa na tabia hizo ambazo hazikubaliki kwenye jamii. Ndio. Hakika tunaona kwamba kuna umuhimu. Nani angependa mtoto wake awe mbea? Hakuna. Eti mama unaniangalia na baba unaniangalia. Sidhani kama ungependa mtoto wako awe mbea. Ungependa mtoto wako awe mtu ambaye amekaa hana ustaarabu, yani hana mpangilio wa vitu vyake. Nafikiri unawezekana labda usielewe, lakini wanakuambia hili jambo ni watu ambao wamelifanyia utafiti. Wana saikolojia wamelifanyia utafiti, wakagundua kwamba huyu mtoto, na inawezekana labda una mtoto wako hapo ambaye uko naye na unaona hivyo vitu. Sasa ukirudisha mawazo yako nyuma, utatambua kwamba alikuwa anafanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba kutokana na hali hii basi ambayo ni mbaya, inatufaa kumsimamia mtoto vizuri ili aweze kunya katika utaratibu. Asikunye ovyo.
lakini pia kisha na kuchafua mazingira, lakini pia unaona kwamba inamweka kwenye mazingira ambayo sio mazuri. Kwa hiyo tunaona umuhimu wake. Nani angependa mtoto wake awe mbea? Nani angependa mtoto wake hawe mtoto ambaye hajielewi? Sidhani kama kuna mzazi angependa, lakini kwamba ukimwekea huu msingi mapema, ndivyo anavyoweza kuja kuwa mtu mzuri, na usipomwekea anakuwa mtu ambaye sasa hashikiki. Akisikia neno lolote hapa ameruka nalo. Akisikia neno lolote hapa ameenda nalo mtaani. Unakuta mtoto kwa sana anaanza kuwekwa kitimoto, anaambiwa ni mbea, anasutwa. Ni vitu ambavyo kiuhalisia vinaumiza moyo, havipendezi. Lakini kumbe ni jukumu letu sisi wazazi, ni makosa yetu sisi wazazi, hatukuweza kuwasaidia wakati ule wao wakiwa hawajitambui. Maana sasa tunaona wazi kwamba mzazi kumbe ndiye anaweza kumjengea mtoto tabia. Iwe njema au iwe mbaya, inamhusu mzazi. Huwezi kuja kumdai mtoto akupe tabia au umwambie hajafanya vizuri wakati ukumjengea hiyo tabia. Kwa hiyo hapa hakuna ambavyo wewe mzazi unaweza kukwepa. Mimi na wewe tunahusika kwenye kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa na tabia njema kwa namna tunavyowapa muda wakiwa wadogo. Tunaona hapa ni mtu ambaye ana mwaka mmoja na miezi 5 mpaka miaka 3. Mpaka miaka 3. Ndio. Mwaka mmoja na nusu mpaka miaka 3. Kwamba anatakiwa huyu mtoto amefundishwa hivi vitu. Sasa angalia mtoto wako ana umri gani? Na je, alipokuwa na huo umri, umempa nafasi? Umemwelekeza vitu vya kufanya? Au ulikuwa unaona tu kwamba wewe ukishampata Pampers akija kwenye Pampers unaona umemaliza? Kumbe hapana. Tusilemae na Pampers. Tusilemae na ile hali ya kuona kwamba nitazoa, nitafanya nini? Hapana. Hebu tumjengee tukijua kwamba kuna madhara zaidi ya kuchafua mazingira. Kuna madhara zaidi ya yale ambayo tunayaona au ambayo tunayafikiria. Kwa naamini kabisa kwamba kwa kupitia somo hili kuna kitu ambacho umejifunza. Lakini pia mama hapo. Mtoto wa miaka 3 tayari anakuwa ni mkubwa. Ni mtu anajielewa, anaenda shule. Sasa ikitokea yule mtoto amejinyea. Huyu mzazi anafanyaje? Mara nyingi wazazi wengi wanakimbilia kumkaripia na kumchapa, kumgombeza, kumchapa. Nataka nimwambie mzazi hivi, usikimbilie kumchapa mtoto na kumgombeza. Cha kwanza, kaa naye, anza kuongea naye. Taratibu kabisa, muelekeze kwamba choo hichi hapa, mpeleke mpaka chooni. Muelekeze jinsi ya kukaa chooni. Muelekeze jinsi ya kujisafisha. Muelekeze hatua kwa hatua, taratibu. Tunasema mama, tabia mpya mtu anajifunza. Sio kwa siku moja au kwa wiki moja. Hapana. Ni kwa kurudia. Kwa kurudia. Walau kuanzia siku 30. Alafu siku 30 ni mwezi. Alafu siku 60. Siku 60 ni miezi miwili. Alafu siku 90. Miezi mitatu. Siku 90 ni miezi mitatu. Ukimwelekeza hivyo mfululizo kwa siku 90, lazima mwisho wa siku ataichukua ile tabia, itakuwa ni ya kwake. Lakini wazazi wengi wanakimbilia kuchapa, kutoa adhabu, kukaripia. Sasa asira zake zote anamalizia kwa za kula hasara kwenye biashara. Anazimalizia kwa mtoto. Za kugombana na mumewe. Za kuwa na kitu ambacho kinamsumbua kwenye akili yake, zinaishia kwa mtoto. Matokeo yake sasa huyu mtoto anakuwa hajifunzi. Anakuwa tu ni muoga. Na akisha kuwa mtu mzima, tabia inaendelea kama kawaida. Tena unakuwa umeongeza tabia nyingine ya uoga. Kwa hiyo sasa ninataka tu kumtia moyo mzazi kwamba hizi tabia mtoto wako anaweza akajifunza, lakini taratibu, bila hasira, hatua kwa hatua, siku kwa siku. Ndio. Na nafikiri hapa kwenye kujifunza ndipo mama tunapochemka. Kwa sababu nataka ukisema sasa hivi umeeleweka. Ukisema leo umeeleweka. Ndio. Na mtoto ana uwezo wa kuelewa leo jamani. Hana huo uwezo. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kitu cha kufanya ni kwamba tuwe wavumilivu. Na naamini kabisa kwamba hakuna mtoto ambaye hataelewa. Kwanza unapomfundisha katika hali ya utulivu, hali ya upole, hali ya upendo, ataelewa. Mwambie mwanangu, umemweleza leo, mwanangu nilikuelekeza hivi. Sawa mwanangu, ukamwelekeza tena. Kama tunavyoambiwa kwamba kuna mwingine anaweza kuwa mwepesi akaelewa kwa mwezi mmoja, kuna mwingine anaweza kuwa mwepesi akaelewa kwa miezi miwili,
Mwingine anaweza kufikia miezi mitatu. Lakini hata kama itaenda hata mpaka baadaye, bado usichoke kumuelekeza, kwa sababu ni mazoezi. Mfanye mazoezi. Fanya mazoezi, ongea naye kwa upendo. Mwisho wa siku utakuta kile kitu unapomuelekeza anakipokea. Kwa sababu mtoto anakuangalia wewe. Na unapofanya kwa upendo, na yeye angependa akufurahishe. Asingependa kuumize. Lakini lazima hapa uwekeze. Yaani hapa ndio pa kujenga msingi. Na kila mtu anafahamu kwamba jamani, kuchimba msingi wa ghorofa hauchimbi mara moja, hauchimbi siku moja. Unaenda chini na unagharimu. Kwa hiyo lazima ukitaka mtoto wako awe mzuri, awe bora, lazima tengee muda. Tengee muda ukaa naye. Tengee muda wa kumuelekeza. Kama una hasira zako umekutana nazo, mambo umekutana nayo, meza kwanza hasira zako. Alafu jua kwamba hiki ni kitu kingine. Jua huyu ni mtoto. Hausiki na biashara yako, hausiki na magomvi yako na mume wako au na mke wako. Yaani embu jaribu kuangalia kwamba mpe nafasi yake bila kumpunja. Kwa hiyo usichanganye labda mambo uliokutana nayo kazini, kwenye biashara, hazikwenda sawa. Kwa hiyo unapokuja hapa unamngakia kama vile kaua mtu. Hapana. Kumbuka kwamba hicho unachokipanda kwake ndicho ambacho atakipokea. Hicho unachokipanda kwake ndicho ambacho atakupatia. Sasa lazima uweke muda wa kukipanda kwake ili uweze kuona kinaota. Hata tukiangalia katika maisha ya kawaida tu, hata unapopanda mbegu jamani, mbegu huwezi kupanda siku moja ukaipata siku moja. Utamwaga, utaipanda na utamwagilia mpaka ije kupe tunda. Kwa hiyo na ndivyo hata ilivyo kwa watoto wetu, tusiharakishe kuwataka waelewe haraka. Na tukifanya hivyo, tutakuja kufurahia baadaye. Kwa hiyo ningekushauri wewe mama ambaye labda pengine mtoto wako amepitiliza kwenye hilo eneo, amechelewa, usiwe na hasira naye. Kwanza tambua kwamba wewe mwenyewe ndio ulikosea, jirekebishe, alafu mrekebishe mtoto kwa upendo, na mwisho wa siku utamfurahia wewe mtoto. Mimi naamini kwa kufanya hivi kwa uvumilivu, kwa sababu tunahitaji kuwa na uvumilivu. Ndio. Kama vile hata tunaona Mungu anatuvumilia sana. Anatuvumilia sana. Sasa sisi watoto wetu tusishindwe kuwavumilia kwa sababu ya tu kitu ambacho unaona kama vile anaweza akajifunza. Yani, na tunakimbia kusema kwamba huyu mtoto asikii. Anasikia. Ila hawana uwezo wa kuelewa mara moja. Kwa hiyo na vitu kifanya hivi itapendeza. Lakini mama, wakati huo si unamfundisha mwanafunzi ambaye ni mtoto wako sasa. Akifanya vizuri mpongeze. Obvious. Yeah, lazima mwambie. Yaani umemfundisha kwenda chooni. Akafanikiwa. Zamani alikuwa na puu kwenye suruali. Au kwenye chupi. Leo amefanikiwa kuvua. Yeah. Wakati anavua ndo puu ikatoka. Hajafika chooni. Lakini amejitahidi, amechukua hatua ya kuanza kuvua. Mwambie mwanangu umefanya vizuri. Yeah. Mbusu. Kabisa. Mkumbatie. Nenda kamsafishe. Ndio. Kesho atawahi chooni. Maki inawezekana alikuwa anacheza akasahau. Akachelewa, mwisho wa siku anaenda ikamtokea njiani. Sasa asikutane na kibao. Kwa siku kwa siku ukimpa pongezi. Yeah. Siku nyingine unarudi na kazawadi. Jamani nakupongeza kwa sababu umeweza. Kile nilichokuwa nakuelekeza umekiweza. Umeweza. Mtoto atatamani kufanya ili kukufurahisha wewe. Kabisa. Kwa hiyo tusisahau jamani kuwapongeza watoto wetu wanapofanya vizuri. Unajua mimi naweza nikakumbuka hata mwenyewe. Tuwalisia tusijidanganye. Yaani makofi yako rahisi sana na vifinyo kuliko kupongeza. Yaani huo ndio ukweli. Unaona tu kwamba wewe nini? Kumbe tunahitaji kwanza kabla haujaeleweka, tunahitaji kupongeza. Tunahitaji kumtia moyo. Hasa yule ambaye anakuwa ni slow learner. Tunahitaji kumtia moyo ili aweze kuvuka hapo. Lakini mama, nilipata kesi moja. Siku moja mtoto alikuwa muoga sana. Alivyokuwa niletewa kijana kama miaka 16, 17 hivi. Alikuwa muoga sana. Nikamuuliza ni kwa nini? Nikaja kufuatilia nikagundua kwamba yule kijana alivyokuwa mdogo alikuwa akikosolewa mbele ya watoto wenzake pale nyumbani. Kwa hiyo yale makosa yake alikuwa anajikojolea huyo kijana. Kwa hiyo ni kama familia nzima, watoto wote wanajua mwenzetu anajikojolea. Majirani. So unajua tena habari za majumba yetu huko kwenye jamii. Majirani wote wanajua kwamba fulani ni kikojozi. Kwa kile kitu kikamuondolea ujasiri kabisa.
Kwa huyu kijana sio jasiri kabisa. Unajua ndio maana nikasemaje, tunatoaga adhabu tukivitu tunafundisha. Kwa maana unasikia wasema kikojozi huyo. Tunamuimbia, tunamzunguka, tunafikiri labda ndo ataacha. Kumbe tusijue kama tunamharibu. Anakosa ujasiri kwamba mimi kama watoto wanajua mimi nakojoa. Sasa kwa nini siendelee kukojoa? Kwa kumbe unavomfichia siri, unamsaidia naye kuja kuficha siri za watu wengine. Anajua naye kumbe anatakiwa kufanya nini? Kuficha siri. Yaani mtu akifanya baya, kuna mwingine akiona baya limefanyika. Mama. Ataenda nyumba hii. Kutangaza. Ataenda hapa. Kumbe ukifuatilia huyo mtu yaani kwao hakutengenezwa kuficha mambo ya kufundishwa yaani mambo yale mabaya, yaani ndio ilikuwa yanawekoga hadharani. Ndio mtu anawekwa katikati, anasutwa. Mtaa mzima anajua. Ndio ukome, sio nini. Kumbe ile tunamwaribu mtoto kisaikolojia. Ndio. Baada ya kumtengeneza anakuwa mbaya kuliko mwanzo. Kwa sababu haoni sasa kwamba haoni ule uthamani wake. Kama sikuweza kufichua siri nimetangazwa. Sasa aone sasa naacha ili iweje sasa? Aone sababu. Kwa hiyo nafikiri wazazi watakuwa wamejifunza hilo. Kabisa. Na shukuru ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Mtembeo wa Mwanamke, umeona vile ambavyo ni muhimu sana kumfundisha mtoto wako namna gani ya kutumia choo. Si tu kuweka mazingira safi, lakini pia ni kwa ajili ya kumjengea yale mazingira na tabia ambayo itamjenga na kuwa mtu ambaye anaweza kutulia na kutunza siri. Ni mtu ambaye sio wa kusutwa mtaani. Unafika mtu unashangaa kwa sababu ya ile hali ya kutokujengewa hii hali ya kutumia choo vizuri. Tumeambiwa, wataalamu wanatuambia imeleta sababu ya mtu kuja kuwekwa kusutwa. Kwa sababu anakuwa ni mtu ambaye anapeleka maneno huku, anatoa maneno huku, anapeleka kula na wachonganisha familia. Lakini alianzia kwenye akiwa mdogo, akiwa mtoto, kwenye mambo ya kutumia choo. Unaweza ukaona kama vile hii imetokea wapi? Lakini kumbe ni yale malezi yetu, yale makuzi yetu. Namna mtoto anavyotakiwa kutumia choo, hakupata elimu, hakupata maelekezo. Na mwisho wa siku anashindwa sasa kujua namna gani ya akikutana na jambo alishikilie, yani alimeze, atulie. Unakuta hajaulizwa, amepita, unajua kwa fulani, unajua, lakini ni kwa sababu inaanzia kwenye kutumia choo. Kwa sababu unasikia kwamba alipokuwa anatumia choo alikuwa anaona kama ni raha, ile kunya ovyo anaona kama kwake ni raha, ni starehe. Kumbe mwisho wa siku inaenda kuumba tabia nyingine ambayo ni mbaya, ambayo inamtesa maisha yake yote. Kwa hiyo tumeona wazazi na walezi tumeona kwamba ni jambo la msingi kumwelekeza mtoto, kumfundisha mtoto namna ya kutumia choo. Na pale ambapo labda tunamwelekeza, tunaona kwamba labda shida imeshatokea, tatizo limetokea, tusione kama ameshakuwa kilema. Hapana, bado anaweza kuelekezwa. Hata kama ana miaka 3, 4, anaweza kuelekezwa na akaweza kufanikiwa. Sasa nimekuja kuona hata pia watu wengine wanakuta mtu anakuambia, mimi mpaka nimekuwa mtu mzima siwezi, yani anakojoa usiku, anakojoa kitandani. Lakini kumbe anaweza bado hata huyu akatiwa moyo, akasaidiwa, na mwisho wa siku akashinda. Kwa hiyo tusichoke hata kama mambo yametokea. Ndio maana tunaelekezana sasa hivi hapa ni ili kwamba shida ambayo imekutokea tuweze kuitatua, na namna ya kuitatua ni kumuelekeza kwa upendo. Tumeambiwa mwezi mmoja, miezi 2 mpaka miezi 3 unamuelekeza. Na pale anapochukua hatua moja, labda mtoto alikuwa amefika hatua ambayo sasa ananyenyea tu ovyo, lakini unapofika mahali akaweza kukumbuka kuvua suruali au kuvua chupi, lakini bahati mbaya akawa hajafika chooni, choo ikatokea njiani, bado namwambia mwanangu, umejitahidi, umefanya vizuri, najua kesho utawahi. Kwa hiyo unampongeza kwa lile jambo, usimpige tena kibao, mwambie umefanya vizuri, najua kesho utafanikiwa, Mungu akubariki mwanangu, najua utafanikiwa. Unapofanya vile unamtia moyo, kwa sababu na yeye mtu asingependa kukuumiza, angependa akufurahishe. Kwa hiyo kwa kufanya vile unamfanya sasa yule mtoto anazidi kukumbuka, kuweka kumbukumbu kwamba kumbe natakiwa nikisikia. Maana unakuta watoto kama wapo wanakuwa kwenye michezo, kwa kama kwenye michezo anakuta anasangina amejibana, anapokuja kushtuka kwamba anatakiwa kwenda chooni, anakuta tena hawezi kuwahi. Lakini unapomuelekeza na sasa anaanza kukumbuka kwamba mapema, hata unapomwona mwambie mwanangu, ukisikia umebanwa usisubirie, inuka mara moja, nenda chooni, choo unachokifanya utakuja kuendelea kukifanya. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo kwa upole na kwa upendo, tunamjenga huyu mtoto, na mwisho wa siku anakuwa ameponyeka.
Nakumbuka hata kuna watoto wengine walikuwa na mtu hata tuliwahi kupata kisa kingine ambacho nakuta mtu anafika mahali anaona kama vile ni shida au ni amelogwa au ni, lakini tukianza kumjengea mapema taratibu inakuwa rahisi, kwa sababu zile sehemu za haja kubwa zenyewe zinaanza kujitengeneza, kwa sababu anaanza kujua namna ya kujizuia, kwa sababu inaruhusu akili inatoka pia kwenye akili. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku anaweza kujua namna ya kutumia choo chake vizuri, na mwisho wa siku akawa mtoto ambaye ni mzuri, ukamfurahia. Kwa hiyo naamini umejifunza, na Mungu akubariki sana. Tutaendelea tena kwenye kipengele kinachofuata. Nini kinafuata baada ya hapa? Usitoe kwenye runinga yako, na Mungu akubariki.